Silia maneno yape muda, utelewa maana yake. Ukisikia neno tafakari, utelewa maana yake. Wana mwezenu dunia hii dunia. Alafu, hivi umewezaje kumbeba mume wa mtu? Sio vizuri. Sio vizuri kumchukua mume wa mtu. Alafu isitoshe, wewe yule mwanaume mapenzini ilikuwa muda. Sasa hizi waache watu wafanye maisha yao. Mrudishe mume wa watu, shoga yangu. Yaani shoga yangu, kama sasa hivi unazicheza. Yaani nilipopata shida shoga yangu kumtafuta yule mwanaume mpaka sasa hivi kaingia kwenye laini. Alafu nimrudishe kiasi kirahisi tu shoga yangu. Yaani usichokijua sasa. Nikampanga bodaboda, ampame mimi niwe kama msamaria mwema shoga yangu. Alivyompama mimi baka kwao. Nimepata chance za kuingia mle ndani. Nilivyoingia kufika nimechelewesha. Wamenitia wenyewe kunitia mimi mfanya kazi, mimi naosha vyombo, masi na deki nikasema ngoja siku yangu ifikie. Chukua bwana, chukua begi lake mwenyewe pasi kujua shoga yangu. Nyumbani. Na natamba naye sasa hivi bwana. Upo mama? Ila naomba mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Yote mchukue mwanaume mrudishe kwa mke wake. Maana sio vizuri unachokifanya. Alafu isitoshe ulishamwacha yule mwanaume. Tuendelee na maisha yao. Mimi naenda. Kama nitaweza shoga yangu, yani nilipata shida kumpata bwana mpaka kaja kwangu. Afu leo nimrudisha kirahisi tu. Hey, bwana ni naye na natamba naye na simtoi ndani. Dunia nimechelewa kuelewa. Mando mpenzi wangu. Umenifurahisha sana. Yaani najikuta kama nimeingia kwenye bustani ni maua mingi. Alafu sijui nichague lipi, maana yote ni mazuri. Alafu mbona kingine nianze kuongea mpenzi wangu nijibu? Unanisi kama ni chizi au? Naomi, mambo nipeleke nyumbani. Isitoshe sielewi mke wangu nyumbani anafikiria nini sasa. Lakini leo mimi na pesa za watu natakiwa nizirejeshe kwenye marejesho. Wameniachia masiku machache tu. Hivi leo natakiwa nipeleke ile pesa. Mpaka mdau bado niko kwako. Na kuelekeza nipeleke nyumbani bado hutaki kunielewa. Kwa nini? Lakini Mando, una nini lakini? Hivi mimi na ule mke wako nani bora? Au umesahau kama mimi na wewe mapenzi tulianza kabla ya ule mke wako? Mbona kwa hivyo lakini Mando mpenzi wangu? Unajua kiasi gani mimi ninavyokupenda? Mimi natambua kitu kimoja. Shamba usipolipalilia vizuri, huwezi kupata mazao bora. Mando, inatosha. Kwa matusi unaonitukana yanatosha. Niongee mara ngapi Naomi unielewe? Mando, nimechoka kuyasikia haya maneno. Kila saa tukikaa mke nini? Kwani mimi ni nani na huyo ni nani? Kwani mimi nakupa nini na wewe unakupa nini? Mando, nimechoka. Chukua kwanza nimetoka nataka kuchukua nguo zako uondoke, sitaki kukuona. Yaani wewe ngoja nafuta lako. Wewe vipi wewe? Nenda kalote. Wewe mwanamke gani wewe? Kila nikiongea unashindwa kunielewa. Mando, begi lako hili. Tunasikiliza nikwambie. Utoniona na kutafuta kwa lolote lile. Na hapa uondoke sasa hivi sasa kukuona. Lione kwani. Sawa, haina shida. Wewe mwanamke gani wewe? Kila nikiongea unashindwa kunielewa.
maneno yape muda, utelewa maana yake. Ukisikia neno tafakari, utelewa maana yake. Wana mwenzenu, dunia hii dunia nimechelewa kuelewa. Livyokusudia kumbe sijaelewa. Manyanyaso, gomvi, kutwa, kipigo ndo vinatokea. Livyokusudia kumbe sijaelewa. Sasa hapa tunashapika mjingu sasa vipi? Mtulia wapi? Yangu. Stori ndefu sana. Maana tulianza kufikiria kwa sasa siku na. Yaani unakotoka upa juu na unakoenda hamna kujua. Kiufupi mimi naelekea kwa mzee Kamdika. Kwenye ile nyumba pale kubwa ina fence ya bloku, nje kuna ule mtu wa matunda Mpela. Nafika pale. Wewe mtoto wa Kamdika? Hapana. Ni jirani yangu tu. Sawa, sasa fikiria. Mimi natakusaidia. Sawa. Alafu tujue kwamba tutasaidianaje hapa. Twende kwanza huko mbele. Tupate sehemu nzuri kanisimulia, alafu tujue tutasaidianaje. Sawa. Nashukuru sana kama itakuwa hivyo ndugu yangu. Twende sasa. Nasitikisha. Silia maneno yape muda, utelewa maana yake. Ukisikia neno tafakari, utelewa maana yake. Wana mwenzenu, dunia hii dunia nimechelewa kuelewa. Livyokusudia kumbe sijaelewa. Manyanyaso, gomvi, kutwa, kipigo ndo vinatokea. Mimi ndio vizuri sana, lakini kuna kitu nataka nikuelekeze. Japo huwa unaambiwa basi kitu unapaswa kuelewa. Haya maisha ambayo sisi tunaishi sasa hizi maisha magumu sana. Na mashughuli zetu tunazozifanya kama tutapike ni kazi kufanya. Mtaji pekee ni usiache elimu iende zake. Sisi kwetu kwa kuwa kufanikiwa kwenye elimu tutafurahi, tutakuwa wewe tunakufanya kama dhamana yetu. Sio, nieleweka? Kwa hiyo ndio mtu wa kwanza kufaidika na elimu. Sawa kaka, nimekuelewa. Nitazingatia kusoma. Safi. Lakini nafikiri nikusaidie basi ile hela ambayo wewe ulisema kwamba. Alafu kaka, nilisikia hapa mtaani kuna maneno yanaendelea kwa Amanda anatii. Wewe msikia? Silia maneno yape muda, utelewa maana yake. Ukisikia neno tafakari, utelewa maana yake. Wana mwenzenu, dunia hii dunia nimechelewa kuelewa. Livyokusudia kumbe sijaelewa. Manyanyaso, Si hapa mtaani watu wanasema kwamba Mando ametekwa na mke wake. Saizi ukimwona kaka utamwonea hadi huruma, maana mume wake amepotea siku moja tu, ila mke wake saizi alivyo. Lucy, wewe nikwambia kitu mdogo wangu. Wewe msomi. Sawa? Ndiyo. Mando hajatekwa. Na ndio maana uhakika hakuna. Utofauti wa taarifa hiyo ni kwamba Mando amepotea. Hajulikani yuko wapi. Usiseme Mando ametekwa. Tafasiri ya Mando katekwa maana yake tunafahamu yuko wapi. Sasa si jeshi la polisi likaja kutuhukumu sisi au likakuhukumu wewe kama utasambaza hizo taarifa.
Umeeleweka? Ila Tumando ametoweka, na hasa kipindi cha mvua, huwezi jua nini limemkuta. Pengine ametumbukia kwenye shimo la maji, au pengine kwa mvua ilinyesha amejihifadhi kwa mtu, kwa sababu ni siku moja tu aonekane. Ingekuwa ni siku kadhaa aonekane, tungesema Mando ametekwa. Kwa hiyo usizingatie sana hiyo taarifa, tena usipende kuizungumzia sana. Kama umeguswa kawaida, lakini usio unaizungumzia, sawa? Usije sisi tukakamatwa na polisi tukatoa ushahidi Mando katekwa yupo wapi. Si unaeleweka? Usizungumzie tena. Lakini Tumando ametoweka, hasa kipindi cha masika, mvua nyingi, huwezi jua katumbukia kwenye maji au limemkuta changamoto gani. Pengine kuna sehemu alijihifadhi, kwa sababu ni siku moja tu aonekane. Kwa hiyo tusisambaze hizo taarifa. Inaeleweka? Nimekuelewa kaka. Sawa, basi kikubwa usizingatie la Mando. Zingatia kwa ya Ngoso na Kingoso. Si ndio? Sasa ngoja mimi niende kwanza ndugu wangu. Atakusaidia kwa vikao, sababu hapa niko na jamaa ashafika po. Utelewa maana yake, ukisikia neno tafakari. Utelewa maana yake, wana mwezenu dunia hii. Ni kweli mbona utoka? Sasa mimi katika mtunguko wangu hapa na nalimkuta huyu jamaa huyu na matatizo. Sasa nakamleta hapa tumsaidie akae labda leo kesho, alafu tukamsaidia kwenda kumtafuta mandugu zake awaone. Sasa nakamleta hapa tumsaidie akae labda leo kesho, alafu tukamsaidia kwenda kumtafuta mandugu zake awaone mambo mengine zaendelee. Majenga, hivi una akili kweli kichwani? Yaani nimekusaidia wewe na wewe tena unachukua mtu unamleta hapa. Yaani nyumbani kwa babako sasa hivi, si ndio? Nikirudi huyo mpumbavu mwisho sitaki kumuona. Nakwambia Mashaka, usiondoke kwanza, sawa? Kanisaidia mimi. Hawa tu vizuri kabisa. Kwa roho safi kabisa, vizuri kabisa. Sawa. Na mimi nakamuona huyu anampata matatizo. Sasa kwa nini tusimsaidie hapa? Ana kanisa ngapi bwana analala leo kesho? Subiri nikwambie Mshaka, sawa? Mimi nimeshasema naondoka, nikirudi sitaki kumuona mpumbavu mwezio. Mashaka. Kuhusu mzazi mimi nitamlibini, natumia hela zangu. Ujio wangu hapa sio sababu ya nyinyi kukosana au mkaachana ndugu wenu. Mimi naona bora niondoke, niwaache na maisha yenu. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, sawa? Huyu mimi amenisaidia huyu. Sawa, amenisaidia vizuri. Mimi nilikuwa na changamoto kama za kwako, za matatizo hizo. Nilikuwa sina mbele wala nyuma, za kanisaidia hapa mpaka sasa hivi. Nilikuwa na roho nzuri. Sasa hizi zimebadilika ghafla. Na hakuna nyingine, kuna mwanamke anamchanganya au saizi amekuwa amebadilika. Akili yake za chitoto, sawa? Sasa sikiliza. Mimi natafanya juu chini, sawa? Siwezi kukuacha uende hivi au uone. Sawa? Tatazunguka wote mpaka tutawapati hawa ndugu zao. Nisichika bwana, nimetunguka sana maduka haya. Kwa hiyo usijali, sawa? Silia maneno yape muda, utelewa maana yake,
ukisikia neno tafakari, elewa maana yake. Wana mwenzenu, dunia hii dunia nimechelewa kuelewa, nilivyokusudia kumbe sijaelewa. Manyanyaso, gomvi, kutwa kipigo, ndo vinatokea. Dada samani. Mimi nilikuwa namtafuta mume wangu. Yeye ni kipofu. Anaasi. Ni mweupe? Ndio. Mbona nimetoka kupishana naye sio muda, akiwa ameongozana na mtu. Umetoka kupishana naye? Ndio. Ukisikia neno tafakari, elewa maana yake. Wana mwenzenu, dunia hii dunia nimechelewa kuelewa, nilivyokusudia kumbe sijaelewa. Mado! Mado mwangu, nimekutafuta muda mrefu sana, sijakuona. Ulikuwa wapi? Usijali, bado ameniweka mpaka sasa. Kaka, umetoka wapi huyu? Dada, yaani huyu alimuona kwenye hapa kwenye mataupa hapa kwenye maji anahangaika. Unakamuuliza, "Vipi, kuna nini kaka kutokea?" Akaniambia bana, kwa kipofu, nyumbani kwake ajue anakoelekea. Akaniambia nikawa sijui. Sasa nikasema basi nikusaidie kwa sababu mimi kazi yangu si unaona. Kwa kutulia mtaani. Akasema basi tutulie wote. Kama tatamuona itakuwa vizuri. Mungu kawajalia tutaonana sasa hivi hapa. Asante. Asante sana kaka wangu. Bariki. Hata shughuli kwamba mmekutana. Ndugu yangu, asante sana kwa msaada wako. Hauna shida. Tuko pamoja.